Ng'ang'azi, makazi yapo kwa vijana shupavu. Atakayevunja miti 1000 kwa siku 2 atapata pesa nyingi sana. Mwachilie haraka kijana huyu. Hapa ni kwenye Dunia za Simulizi za Sultan, na usisahau kubonyeza kwenye kitufe cha subscribe. Simulizi ya Benjamin, utajiri uliozaliwa kwenye unyenyekevu. Katika mtaa mdogo uliokuwa pembeni ya jiji la vumbi na kelele, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Benjamin. Hakuwa na baba wala mama. Tangu akiwa mdogo alijifunza kuishi kwa mikono yake mwenyewe na moyo wake safi. Alikuwa yatima, lakini hakuwahi kuwa mpweke, kwa sababu kila mtu aliyomjua alimpenda. Benjamin alikuwa na kibanda kidogo cha kushonea nguo. Kibanda chake kilikuwa cha mbao zilizochakaa, paa lake lilivuja, lakini ndani yake kulikuwa na amani, uaminifu na baraka. Alishona kwa uaminifu mkubwa. Alikuwa hapandishi bei, hakudanganya wateja, na kila aliyefika kwake alitoka akiwa na tabasamu. Lakini kwa sababu ya umaskini wake, watu wengine walimpenda kwa huruma zaidi kuliko heshima. Alipofika kwenye sherehe za matajiri, walikuwa wakimcheka kimya kimya. Angalia huyu maskini, anataka kukaa na watu wa viatu vya dhahabu. Lakini Benjamin hakujali. Alikuwa mnyenyekevu, macho yake yalikuwa na ndoto na moyo wake haukuwa na chuki. Fursa iliyobadilisha maisha. Siku moja, habari kubwa ilienea jijini. Tajiri mmoja mkubwa alikuwa anatafuta vijana wenye nguvu kukata miti 1000 au 1000 kwa siku 2. Aliyeweza angepewa pesa nyingi sana. Wengi waliogopa. Wengine waliona kazi hiyo ni ngumu mno, lakini Benjamin aliamka mapema sana, akaenda bila viatu vizuri, bila glove, bila mashine za kisasa, akiwa na moyo tu na imani. Alipofika, watu walimcheka. Huyu ataweza nini? Huyu hata shati lake ni la kushonwa mwenyewe. Lakini walipovunja miti, Benjamin alifanya ajabu. Mikono yake ilikuwa kama mashine, nguvu zake zilionekana kama hazitokani na mwili wake mdogo. Kwa siku 1.5 tu, alikuwa tayari amekata miti 1000. Watu walinyamaza. Tajiri mwenyewe alikuja, akamwangalia Benjamin kwa mshangao mkubwa, kisha akasema, "Wewe si mtu wa kawaida, wewe ni mshindani bora." Benjamin akapewa pesa nyingi sana kuliko wengine wote. Lakini Benjamin hakupoteza pesa zake kwa anasa. Alizitumia kuanzisha biashara ndogo ndogo. Akanunua mashine za kushona, akaajiri vijana maskini kama yeye. Biashara ikakua pole pole. Kutoka kibanda cha mbao, akahamia duka dogo. Kutoka duka dogo, akahamia kampuni. Kutoka kampuni, akahamia biashara kubwa Afrika nzima. Miaka ilivyopita, jina la Benjamin likaanza kusikika. Yule tajiri mpya wa Afrika. Kijana aliyekuwa maskini kuliko wote, sasa anaongoza wengi. Hatimaye, siku moja taarifa kubwa zikatangazwa Ulaya. Kulikuwapo mkutano wa matajiri wakubwa duniani. Na jina la Benjamin likatajwa kati ya matajiri 10 wakubwa duniani. Lakini jambo la ajabu, wafanyakazi wake hawakuwahi kumwona bosi wao. Alikuwa anasimamia mambo kwa siri, kwa barua, kwa wasimamizi, bila kujionyesha. Sherehe ya aibu. Katika moja ya makampuni yake makubwa, kulikangwa sherehe kubwa sana ya wafanyakazi. Watu walivaa suti, nguo za gharama, viatu vya kung'aa. Siku hiyo Benjamin aliamua kwenda mwenyewe, bila walinzi, bila magari ya kifahari. Aliingia akiwa amevaa nguo za kawaida kabisa, zile zile alizozipenda tangu enzi za umaskini wake. Wafanyakazi walimwangalia, wakaanza kucheka. Huyu nani? Huyu maskini ameingia wapi? Mtoe nje huyu. Wengine walitaka hata kumsukuma amtoke nje ya ukumbi. Lakini mfanyakazi mmoja msichana anayeitwa Linda alisimama mbele yao na kusema kwa sauti ya heshima, "Tafadhali, muache kijana huyo. Anaonekana kama mtu mwenye lengo. Mtu kama huyo anaweza kuwa na kitu kikubwa anafanya." Wakamcheka Linda. Lakini kabla hawajamtoa Benjamin nje, magari ya waandishi wa habari yakaja kwa kasi. Waandishi wakaingia wakisema,
Tuko wapi boss Benjamin? Tajiri wa matajiri 10 wa dunia yupo wapi? Wote wakanyamaza. Macho yakamgeukia Benjamin. Waandishi wakamkimbilia, wakapiga picha, wakasema, huyu hapa, huyu ndiye mmiliki wa kampuni. Ukumbi wote ukatulia kama makaburi. Vicheko vikafa. Waliomcheka waliinua macho kwa aibu. Benjamin akasimama kimya, kisha akasema kwa sauti ya upole, nilikuja kama mtu wa kawaida, ili nijue mnawaheshimu watu kwa mavazi au kwa mioyo. Upendo uliozaliwa ndani ya unyenyekevu. Baada ya siku ile ya aibu kubwa, hakuna kitu kilichobaki kama kilivyokuwa. Wafanyakazi waliokuwa wakimcheka Benjamin waliinua vichwa vyao kwa heshima, macho yao yakajaa majuto. Wengine waliomba msamaha hadharani, wengine walilia kwa aibu. Lakini Benjamin hakuwahi kulipiza kisasi. Alikuwa yule yule wa zamani, mnyenyekevu, mpole na mwenye moyo wa kusamehe. Lakini kulikuwa na mtu mmoja tu aliyegusa moyo wake kwa namna ya kipekee. Linda. Moyo wake ulianza kutikisika. Benjamin alikumbuka sauti ya Linda ile siku. Mwache kijana huyo, anaonekana kama mtu mwenye jambo kubwa anafanya. Maneno yale hayakuwa na pesa, hayakuwa na mamlaka, yalikuwa na utu. Ndani ya moyo wake, Benjamin alihisi kitu kipya kilikuwa kinachekua polepole. Mapenzi. Lakini hakutaka ajulikane. Alitaka ajue Linda anampenda nani, tajiri au mtu. Kwa hiyo akaendelea kuja kazini akiwa kama mfanyakazi wa kawaida. Akaanza kukaa karibu na Linda, kusaidia kubeba mafaili, kupeleka barua, kupanga vitabu, kama mfanyakazi mdogo kabisa. Linda hakuwahi kumdharau. Alimuita ndugu Benjamin, alimpatia chai, alimchekesha, alimuombea kimya kimya. Na bila kujua, Linda naye alianza kumhisi Benjamin moyoni. Siku moja mvua kubwa ilinyesha, wafanyakazi wengi walikimbia. Benjamin na Linda walibaki ndani ya ofisi tupu. Mvua ilipiga paa kama ngoma ya mbinguni. Ndani kulikuwa na ukimya wa ajabu. Linda akasema kwa sauti ya chini, Benjamin, wewe ni tofauti. Watu wengi wanajifanya, lakini wewe ni wa kweli. Benjamin alishindwa kujizuia, akasema, Linda, kama mtu hana kitu chochote lakini ana moyo safi, ana thamani? Linda akamwangalia machoni, kisha akasema, ndiyo, thamani ya mtu haiko kwenye mfuko, iko kwenye tabia. Maneno yale yakamchoma Benjamin kama moto wa upendo. Lakini siku chache baadaye, uvumi ukaenea. Bosi atakuja kumchagua mfanyakazi wa kumpa nafasi kubwa. Wengi walianza kujipendekeza, kubadilika, kuvaa vizuri, kujifanya wema. Linda alibaki yule yule. Benjamin akaona, huyu msichana hampendi mtu kwa cheo. Ndani ya moyo wake akasema, huyu ndiye niliyekuwa nikitafuta. Ukweli unafunuliwa. Siku ya mkutano mkubwa, wafanyakazi wote walikusanyika. Benjamin alisimama mbele yao akiwa amevaa suti ya kifahari kwa mara ya kwanza. Ukumbi ukanyamaza. Akasema, ndugu zangu, mimi ndiye Benjamin, mmiliki wa kampuni hii. Watu wakashangaa, wengine wakapiga magoti kwa hofu. Lakini Benjamin akageuka kumtazama Linda na kusema, lakini leo sijaja kama boss, nimekuja kama mwanaume mwenye moyo. Akashuka jukwaani, akapiga goti moja mbele ya Linda na kusema, Linda, wewe uliniona kabla ya kunijua. Ulinipenda kabla ya kujua mimi ni nani. Je, utanikubali nitembee nawe maisha yangu yote? Macho ya Linda yakajaa machozi, akasema, ninakukubali, si kwa sababu ya mali yako, bali kwa sababu ya moyo wako. Ukumbi mzima ukalipuka kwa vigelegele. Benjamin aliwapa wafanyakazi haki, mishahara bora na msaada kwa maskini. Akaanzisha mfuko wa kusaidia yatima kwa sababu hakusahau alikotoka. Na Linda akawa malkia wa unyenyekevu, mke wa tajiri lakini mama wa maskini. Na kila mtu akajifunza, aliyekupenda wakati hauna kitu ndiye anayestahili kukaa nawe wakati una kila kitu.